tumeona mmejikita zaidi kwa mwanamke, hasa mwanamke mjamzito au mwenye uwezo wa kupata ujauzito, pamoja na kijana ambaye ni balehe. Hamkufikiria labda tuanzie kwenye miaka 0 kuendelea, ili tuanze kuwatengeneza kuondokana na, ili waweze kupata hivi virutubishi? Asante. Niseme wote tukubaliane kwamba kwa nchi yoyote duniani ina makundi matatu ambayo ni muhimu. Sisi wote ni muhimu. Lakini tuna makundi matatu tunasema kwa nchi yoyote duniani, ndio macho yote na sehemu kubwa ya gharama ya nchi hiyo inawekeza. Kundi la kwanza huwa ni kina mama wajawazito. Sure. Duniani kote. Hilo ni kundi la kwanza. Kundi la pili ni watoto wetu chini ya miaka 5. Duniani kote ndio eneo ambalo serikali imewekeza. Na kundi la tatu ni vijana balehe. Tunaongelea hivi, haya makundi matatu huwa tunasema ndio security ya nchi. Kama tunasema lishe ni security ya nchi. Sasa tunaposema mama mjamzito, tunategemea, ndio maana watu wanasema lilianza yai ama alianza kuku. Ni yai lilianza ama ni kuku alianza? Sasa ndio maana tunasema mama mjamzito. Tumemchukulia sasa kwamba alianza kuku, ndio alimtoa nani? Yai. Kwa hiyo huyu mama mjamzito, kama Wizara ya Afya tuna afua mbalimbali mama anapokuwa mjamzito, ambazo serikali imewekeza hela nyingi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mama kama yeye afya yake, mtoto aliyembeba kwa kipindi chote hiki cha miezi 9 anachokuwa na ule ujauzito, lazima afuatiliwe kwa karibu na kuonekana hatua kwa hatua ukuaji wa ule mtoto pamoja na afya ya mama. Ili baada ya pale kujifungua, tuna afua tumeziweka kama Wizara ya Afya kwamba tuhakikishe mama baada ya kujifungua tu amnyonyeshe mtoto yule miezi 6 bila kumpa kitu nini chochote, kwa sababu maziwa yake yanamtosha. Hiyo ni afua zetu. Lakini baada ya miezi 6 tuna afua ambazo zina kama mtoto jinsi ya kumlisha kwa mwanzo akafikisha miaka 2. Ni afua zimewekwa na zinasimamiwa, na ukienda ngazi ya chini utaziona, tuenda kliniki, nenda kwa maafisa lishe, ni program ambazo wanazisimamia kwa karibu kwa ajili ya huyu mtoto afikishe miaka 2 akue kwa hali inayotakiwa. Maana unazisikiaga zile siku 1000. Siku 1000 ambacho hata mama leo tukienda kule chini ukimuuliza, mama unajua maana siku 1000? Ni maana ni siku ambazo ni very critical kwa kiumbe chochote. Kwamba siku 1000 ni mama anapopata ujauzito siku ya kwanza mpaka mtoto yule anapofikisha miaka 2. Okay. Ukizihesabu zile siku ndio zinaitwa siku 1000. Na ukimkosea mtoto hapo ndani ya huo umri, ndio watu wanasema mtoto amedumaa, na huwezi kureverse hicho kitu maisha ni kwake kote, ataishi hivyo amedumaa. Kwa ni kipindi ambacho ni muhimu sana huyu mtoto alelewe kwa stage zile zinazotakiwa. Kwa sababu ninasema zile mama baada ya kujifungua, tunaposema mnyonyeshe ile miezi 6 bila kumpa kitu chochote, maana yake kwamba maziwa ya mama yanamtosha. Baada ya kumtoa kwenye ziwa, maziwa ya mama hayamtoshi, kwa sababu kipindi hicho mtoto anaanza kufanya mazoezi, energy, anaanza kutumia sasa nguvu. Sasa ili nguvu si maana yake anaanza kula vyakula ambavyo vinakupewezesha nini, ongeza nguvu, fanya mazoezi. Akitoka hapa ataanza kutambaa, akishaanza kutambaa ataanza kukimbia. Sasa hizo zote ni kukua kwa kiumbe. Sasa hakuna hata stage yoyote unatakiwa ikwepe. Ukiikwepa maana kuna mdestroy nini mtoto, unamharibu mtoto. Ndio maana mama akijifungua leo, baada ya miezi 2 unampa mtoto chakula. Ule utumbo wake ndani ya miezi 6 ulivyoumbwa ama alivyo mtoto, anatakiwa aendelee kuishi kama yupo tumboni. Okay. Ndani ya miezi 6 anatakiwa aishi kama bado yupo tumboni. Kwa maziwa yako tu yanamtosha. Sasa tunapoanza kumpa kitu kingine, maana kuna mvuruga mtoto. Kinga zake zinaanza kupambana na kitu kwamba ni kitu gani ambacho sio cha kawaida kinaingia mwilini. Kwa hiyo unaanza kumsababisha mtoto aanze kuhisi kuna kitu ambacho sio cha kawaida. Sasa kwa hiyo kinga bado angeendelea kunyonya miezi 6 kama alivyokuwa tumboni, na kinga zake zikuwezwe vizuri na nini, unaanza kumpa kitu ambacho kina distort. Kwa ndio maana tunasema mnyonyeshe. Na hiki sisi ni vijana, nyewe bado ni vijana, na mnaweza mkaenda mkapractice. Kama na mtoto wako aidha hapa katikati alinyonyesha kabla, na sasa hizi mwambie mama tunamnyonyesha mtoto wetu mpaka miezi 6. Na wewe ukiwa kama baba msimamizi, angalie huyo mtoto na watoto wengine. Okay. Mtoto atakuwa kwanza
hatapata na changamoto za kuugua. Malaria sijui nini, kinga zake zimekamilika. Cha pili, mwangalie mtoto yule darasani. Ile uwezo wake wa kufikiri unakuwa upo juu. Babu umechelewa, na kuuliza babu mbona unachelewa bwana? Sita kila siku naona unatugongea tufungue mlango ni. Kwa hiyo anahoji. Lakini baadaye ukimwambia sasa bwana mtu nikaone nachelewaga wapi, anakukuta unaenda kutoka hospitali kwenye biashara na nini, kumbe baba huwa anachelewa kwanza. Nini reasoning? Kwamba mtoto alikuwa anakakomaa na kinga na mwili wake ukawa upo sawa. Na ni eneo ambalo wengi sana tunakosea kwa malezi ya mtoto. Mtoto anatakiwa alelewe kama vile unavyomwona kuku. Akishakutotoa vile vifaranga vyake anavyovilea. Lakini sisi sasa kuna mahali tunakosea. Baada hapa leo umeshajifungua na mtoto haja. Yaani hamna follow up ya malezi. Ni eneo moja mara kama Wizara ya Afya tumewekeza kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya makuzi na malezi yao watoto wetu. Baada ya miaka 2 imefikiwa, ndio tuna afua mbalimbali za kuhakikisha mtoto huyu aende kliniki. Tuwe tunampima kila mwezi kujua makuzi yake, kwa kumpima urefu kulingana na umri wake, uzito kulingana na umri wake, ambayo ndio mahitaji yanayohitaji kwenye mtoto yote anapokuwa. Mpaka baada ya miaka 5 tunasema sasa huyu mtoto kwa minajili ya nchi yetu, kama Wizara ya Afya tumemfikisha kwenye ule umri sasa kusema kwamba huyu ni taifa la kesho. Na baada ya pale ndio maana kama serikali tuliweka utaratibu sasa, tunamtoa Wizara ya Afya tunampeleka elimu, Wizara ya Elimu, ili Wizara ya Elimu sasa ianze kumkuza na kumpati knowledge za kidunia kwa ajili ya kuisaidia Tanzania ya kesho.